Movie inaanza, kuna basi mbili zinaongozana hapa rodi. Zinatembea kichizi, zimebeba wanafunzi wengi kinoma, wanacheza huku na huku alafu wanafurahi kishenzi. Wanatupiana mito ile inavunjika, lakini kuna binti alikuwa anaitwa Misuko. Katulia yuko na kitabu chake tu anasoma pale na kuandika. Sasa kwa sababu Misuko alikuwa amepoa sana, wenzake wakaona naye achangamke, wakavuta kitabu chake na kalamu ikaanguka. Misuko kainama kuchukua kalamu, lakini punde si punde muda huo kikapita kimbunga kikubwa sana kikachukua ile gari nzima. Na Misuko ndo alikuwa amepona peke yake kwa sababu tu alikuwa ameinama kuchukua ile kalamu. Basi gari ikaenda taratibu mpaka ikasimama. Misuko anashuhudia kila kitu kilichotokea. Kapagawa aseni, damu tu zinaruka hapo. Lakini dakika chache tena akiwa pale ametulia, kikaja kimbunga kingine kinakuja na upepo mkali kishenzi. Binti alichofanya ni kuinama tu. Kuinama kwake ndo kuliko mpona. Lakini kile kimbunga kikaanza kushusha zile nguzo za umeme chapu, yani nakwambia. Binti aliamua katoka mbio akakimbia kishenzi. Kule mbele akakutana na wanafunzi wenzake kule. Walikuwa kama 4, alichofanya kafika kapita na mmoja. Wale wengine wote kimbunga kikapita na wao. Wakawa wamefariki pale. Binti ndo anazidi kupagawa, anaona manyaunyau vipi tena ndakufa leo ase. Sasa binti alichokifanya akaamua aanze kuchanja mbuga. Alikimbia kadri atakavyoweza yeye mpaka kafika katika mto, lakini huo mto pia ulikuwa umejaa miili ya wanafunzi. Akaamua aoshe sura yake pale, akabadilisha nguo, alivaa nguo yote na akaanza kuliunga tena. Taratibu huko akiwa anachechemea kishenzi, mbuga kwa mbuga mpaka shuleni. Alifika katika hii shule ya wasichana moja hivi, lakini cha ajabu nguo alizovaa ziliendana na zile za wanafunzi wote. Cha ajabu sasa hata akapata watu ambao wanamfahamu lakini yeye hawafahamu. Wakawa wanamshangilia kichizi, wanamuita Misuko. Yeye hafahamu ana wengi kishenzi, yani anaona mataa matatu wakati ni mchana huu. Sasa Misuko ni kama vile alikuwa ashapagawa. Alikuwa hata akiona kiupepo kidogo anapata wengi. Hapa alikutana na rafiki yake ambaye anaitwa Saki. Kikapita kiupepo kidogo, lakini binti akaenda mpaka chini akiwaza tu hapa wanafunzi wanaenda kufa tena, katwa vichwa. Lakini walimsaidia na kuwa pamoja na yeye. Binti alikuwa na wengi kishenzi ya gisi, yani upepo wote unaokuja basi kitakuwa ni kile kimbunga cha kuua watu. Basi kikapita kimbunga kingine, binti akaanza kuwasha moto, chanja mbuga kishenzi mpaka ndani akaenda kujificha. Mambo vipi mdau wa Nailycap? Tulikuwa tumepotea, sasa tumerejea. Nahitaji comment 10 katika hii video, then movie naitoa. Bye.